muda mrefu huleta matokeo wazi wazi. Kwa kipindi cha kina Petro, kuna baadhi ya watu waliuawa kwa sababu ya kiwango cha maombi ilikuwa ndogo. Yakobo, kanisa ingeomba kwa juhudi, Yakobo asingeuawa, angekuwa salama kama Petro. Yakobo angekuwa salama kabisa kama Petro. Petro alikuwa salama kwa ajili ya nguvu ya maombi. Kilichomfanya Petro atoke pale gerezani na kuongozwa na malaika mpaka eneo kanisa linapoomba ni maombi. Ukiona jambo limeshindikana, wewe sukuma kwenye maombi kwa muda mrefu. Sukuma hata siku 30 kwenye maombi. Watu wengi utakuta unaliombea, unalianzisha jambo, unakata tamaa. Limekaribia kutoka, unakata tamaa. Nimekwambia maombi ya muda mrefu ni kama mtu anayepalilia shamba lililopandikizwa zao. Ile zao kiliacha kulipalilia, haliwezi likakuwa na kuzaa na kuleta matunda. Ili mazao yalete matunda ni lazima yapaliliwe. Unapaliliaje? Unapalilia mtumishi kwa maombi. Ili zao lijizilishe kwa mwili, lazima upalilie. Kuna nguvu inayehamisha jambo kuja mwilini kwa kupitia maombi. Ili jambo lako lije mwilini, ile nguvu ya maombi itahamisha jambo lako kutoka roho kuja mwilini. Ili jambo langu lije, lazima niombe kwa muda mrefu. Nisipoiona kwenye lisali moja, nitazidi kung'ang'ania mpaka nione matokeo yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukitaka hata kwenda viwango kwenye biashara, lazima uwe mwombaji. Ukitaka huduma kuinuliwa, lazima uwe mwombaji. Lazima. Ukitaka pia kwenye malango ya familia yako ufalme utawale, lazima uwe mwombaji. Ukitaka umiliki katika ulimwengu wa roho, lazima uwe mwombaji. Ukitaka umiliki eneo au maamuzi ya watu, lazima uwe mwombaji. La sivyo hauwezi. Kwa maana nimekwambia mambo hayo matatu ya muhimu sana. Maombi ya muda mrefu ni kama mtu anayenyeshea shamba lake mvua. Maombi ya muda mrefu ni kama mtu anayenyeshea shamba lake mvua. Shamba ni nini, mtumishi? Moyo wako ni shamba. Neno la Mungu ndo linakaa rohoni. Ili hilo neno lizae, lazima unyeshee mvua ya maombi. Mvua ya maombi. Mvua ya maombi. Lilikuwa neno, lakini lile neno sasa linatoka kwa jinsi ya mwili kwa sababu ya nguvu ya maombi yako unalolisukuma hilo jambo kwa muda mrefu. Usikate tamaa hata kama watu wanakukatisha tamaa. Juu ya kila jambo kuna mlango wa kutokea. Juu ya kila jambo kuna mlango wa kupita. Usikate tamaa. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Kuna wengine wanasema huyu amechanganyikiwa, amerukwa na akili. Sijarukwa na akili, ninajua ninachokifanya. Biblia inasema Daniel alipopata ufahamu akajua cha kuombea. Nami katika jina la Yesu, Mungu akupe fahamu juu ya jambo hilo unaloliombea, ili uweze kuliombea lilete matokeo kwenye maisha yako. Endelea kulisukuma kwa maombi mpaka uone matokeo. Usipoona matokeo usikubali. Endelea kuliombea mpaka ulione matokeo.